kumzika mke wa mzalendo JM Kariuki. Mnakumbuka? Siku hiyo tulikuwa party leaders watatu. Party leader wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua, party leader wa Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, nami bwana Wamalwa nikiwa party leader wa DAP Kenya. Tulisimama hapa baada ya Rigiji kuongea, Kalonzo akaanza, mawe yakaanza kurushwa hapo. Mnakumbuka? Tukaambiwa eti hapa Gilgil nyinyi ni watu wa two term. Hiyo ni kweli? Nyinyi ni wa two term? Nyinyi ni wa Susan Kihika? Nyinyi ni watu gani? Nyinyi ni watu gani? Kuna watu wa one term hapa? Hebu nione mikono. One term, one term. Ay. Sasa leo nataka nishukuru watu wa one term wa Gilgil. Ninyi mumeamua leo kutukaribisha hapa timu ya one term. Sawa sawa? Vile vile tuwashukuru mumeamua ninyi wenyewe mulinde serikali ijayo ya one. Si ninyi mmetulinda vizuri leo? Mumetukaribisha vizuri. Na leo tuna ujumbe mmoja tu. Bwana Kasongo anasema ati hawa viongozi wote hawana akili. Kando na party leaders hao watatu waliokuwa hapa, leo tumekuja na party leader wa PLP Mheshimiwa Martha Karua. Tumekuja na kiongozi wa Jubilee Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i. Tumekuja na kiongozi wa DP Mheshimiwa Muturi. Kati ya hawa viongozi 7, 4 sisi ni mawakili. Martha Karua huyu amekuwa Minister wa Justice. Mimi nimekuwa Minister wa Justice. Huyu bwana JB amekuwa Attorney General. Stephen Kalonzo Musyoka senior counsel. Mmemwona huyu? Leo tukiwa Gilgil, tunataka tuambie Kasongo yeye amefanya makosa chini ya international law. Amefanya mambo yanaitwa illegal conscription of civilian population into the Russian military. Hapa Gilgil tunawashukuru kama Wakenya. Ninyi hapa ndio umetulindia wanajeshi wetu. Si wanaishi hapa kwenu? Hawa wametrainiwa Kenya na hawa ndio wanalinda taifa letu. Tukiwa na shida kupambana na Al-Shabaab, wanajeshi wetu ndio wanaenda kupigana na wanajeshi wengine. Imekuwaje William Ruto amechukua vijana wa Kenya wasio wanajeshi na amewauza kule Urusi waende wawawe kule Ukraine? Hiyo ni ungwana kweli? Ningekuwa Leonard Mambo Bochana ningeuliza, je, huo ni ungwana? Wewe kuuza watoto wa watu. Umeuza vijana wetu kule Haiti. Wengine wamerudi Haiti sababu ya pesa. Leo tuko tunasema bwana Ruto, we will not allow you to lead our young people like lambs to the slaughterhouse vile uko unafanya. If you are not killing our young people on the streets na risasi na serikali yako, wewe unawapiga risasi ya mguu. Vijana mpo, vijana wa Gilgil, tunataka tuwaombe tushikane na hii timu, sababu wanajaribu kuzuia mikutano yetu hapa. Juzi Nairobi tumepigwa tear gas. Vijana wetu kina Sifuna, Babu, Kitengela wamepigwa tear gas. Wakiwa Kakamega wamepigwa tear gas. Tumeenda Kisii kwa Matiang'i, ametuma wahuni eti watupige kule. Leo kule Gilgil, kabla hatujafika Maimayu, ametuma magari ati watuzuie. Atatoboa kweli? Atatuweza kweli? Mutalinda sisi? Mirengo ni miwili. Kuna mrengo mmoja wa kulinda Kasongo na huu mrengo wa kulinda Kenya. Leo tuwauliza watu wa Nakuru County. Ninyi ndio county kubwa zaidi na kura nyingi baada ya Nairobi na Kiambu. Nakuru you are the third. Ninyi mkiamua mnapeana mwelekeo Kenya. Wewe Nakuru kuwauliza watu wa Gilgil na Nakuru, ninyi mko mrengo wa linda Kasongo ama linda Kenya? Wangapi wako tayari walinde Kenya hapa? Asante. Mwisho Kasongo anakuja kutafuta vijana. Anatafuta vijana na pesa ya nyota. Eti atakuja anunue vijana wa Gilgil na pesa ya nyota. Pesa ya nyota sio ya Kasongo bwana. Pesa ya nyota ni ya Benki Kuu ya Dunia, ni ya Kenya, ni pesa yenu. Akileta mchukue sawa sawa. Lakini zaidi mchukue kura tumpeleke wapi?
Hata akikuja na nyota Ruto ni 1. Hata aje na jua Ruto ni 1. Hata aje na mwezi Ruto ni 1. Ni mbaya. Sema mbaya. Sema mbaya. Asante, Mungu awabariki. Asante. Munisaidie tumukaribishe kuzo wetu, our cousin Dr. Stephen Kalonzo Musyoka.